Mambo vipi watu wangu mtani, nakwambiaje bwana, this is Tukutane Street right now. Niko Golden Key hapa kwenye zile fulani ya msela wangu fulani hivi inaitwa Fred the Red. Bwana nakwambiaje, leo nimekuja hapa tupige interview moja mbili tatu na tumsikie kwendaje. So kuna muda gani na hii biashara bro? Mimi kiukweli nimeanza kitambo sana. Hii kazi ya kinyozi niko na kama na miaka 10 experience yani. Serious bro. Nimetoka mbali. Mimi nimeanza Takaungu ndo home pale, napata Takaungu stage ukishuka kidogo hivi, pale ndo nilianza, napata pale ndo nilianzia. Nikaja huko mwaka wa 2022 hapo, nikaja Mtwapa, napata. Sasa maisha hivyo polepole huku na huku, kaanza kwa pale mbele pale mpaka sasa nimefungwa hapa. So napaka na Fred the Red. Logo kubwa sana. Kubwa sana. Lakini nilipokuja huku sikuanza tayari kwangu, nilikuja alikuwa nimefungula na jamaa fulani pale, unapata. Lakini nilikujichanga changa polepole mimi mwenyewe, lakini sio kama kitu uko na akili na wewe mwenyewe uko na fulani ya kufanya kitu fulani, yani uko na malengo mwenyewe. Lazima kuna time utakuja jitosa. Kama ni jamaa amekuajiri vile na wewe kama akili unajua kama niko na fulani ya kujifungulia mimi mwenyewe, kujiajiri mimi mwenyewe kama mwenyewe, lazima utasave kile ile kidogo nitakuwa napata, nyingine nampa boss, nyingine naweka kando. Sio, nashukuru Mungu sio, naona sasa hivi mpaka sure ajiri sasa hivi Fred the Red sasa hivi natamba mtaani. Nakubali. So far ni changamoto gani kubwa ambayo huwa inakukumba sana wakati wa kazi? Changamoto kubwa ya kinyozi bro, madharau pia. Unajua si watu wote wenye mazee wanaongea lugha nzuri. Napata kuna lugha zingine na hata kinyozi mtu akikwambia utajisikia ile jamaa vipi, lakini shwari tu fresh, unapata. Kuna mwingine anaweza kuja fika hapa anakuambia che jonjo jonyo napata. Lakini sasa kuna lugha zingine watu wanazitumia, lakini check wasi shishwa njoo tu hapo naambia Fred basi nyoa, unapata. Lakini kitu kingine unapata mfsela anakuambia basi ninyoa alafu nitakuletea, unapata. Unamnyoa alafu anaenda zake. Sasa wasikia vibaya, ama unamwona paka amepita hivi, lakini kugotea kwambia basi ache nitakuletea siku nyingine, akushtumu, unapata, na anaenda. Sasa kuna time pia kazi labda iko chini pia, ile unakuja fika hapo unashinda na watu wawili watatu, unapata. Lakini unafaa uelewe tu hizo ndio changamoto zenye watu unapata. Ama unakuja fungwa hapo labda stima hakuna. Sasa unaona paka tunatumia hizi za wireless, unapata. Sisi unafanya kuchaji tu na cable ya Type-C. Hata stima ikienda mimi still bado nafanya kazi. So nashukuru Mungu. Lakini pale mwanzo tulikuwa hajafika hapa basi stima sikienda, inabidi unafunga unaenda kulala. Lakini nashukuru Mungu mwenyewe imejijaza huku na huku. Unajua ukija huku lazima akili itaanza kupanuka, utafikiria vitu vingine tofauti. So hapo unapata mawaidha pia, watu wale wazuri watakushauri vitu vizuri, unapata. So nashukuru Mungu pia sasa hata stima sikia na mimi bado nafanya kazi. Noma sana. So far ni vitu gani ambavyo umejifunza kupitia hii hustle yako? Vitu vingi nimejifunza bro. Yaani kitu ya kwanza, urafiki na kazi. Hiyo ndio uwe makini sana. Yaani mtu akijileta kama rafiki, wewe na wewe rafiki, lakini si aseke urafiki na kazi. Unapata. Akijafika hapa kama amekuja kunyolewa, kisha unakunyoa, ukimaliza unanilipa. Lakini si kwamba tumekuja kwa sababu best yako mimi nanyoa na 100, alafu unajifanya best wanipatia kama 50 bob ama blue, hapo utakuwa ufanye kitu. Noma sana. Kabisa yani. Kuna watu wengi pale mtaani wametamani sana kuanzisha biashara ya kinyozi ama kazi ya kinyozi. Kwa yule ambaye hajui kabisa, hajawahi fanya, anaweza anza vipi? Ni aende shule ajifunze, ama kuna wengine talent ni nini kitu kama hicho? Unaona ukitaka kuwa kinyozi mzuri, hata usiende shule. Kwa sababu ukienda shule kule ita take time sana kwa vizuri. Lakini ukija kama hapo mimi nikuwekea kiti pale kando pale. So venye unaniona mimi nanyoa na ziba malaini hizo mastaili. So pia wewe utakuwa na gain sana. Sasa kija mtu pale hata nakukwambia basi kama ni mtoto kama ni jamaa nakwambia mnyoe. Sasa ukimnyoa ukikosea nakwambia check hapo umekosea, isibe hivi line. Ama hapo umekosea kuchora hii kati, chore hivi kati. Unapata? So unakuwa vizuri zaidi kuliko kule shule, kwa sababu kule shule bro hakuna mtu atakuja umnyoe. Kule utanyoa midoli yenye eleweki. Sasa utakuwa na gain nini? Utakuwa ufanye kitu, utakuwa unamfadisha tu mwalimu pale, school fees unalipa zaburi. Lakini sasa ukitoka utana huku sasa utakuwa hujafanya kitu. Ni kama utakuwa unaanza tena So mimi kitu inaweza shauri mtu, usiende shule suka somea kinyozi, utakuwa na waste time yako. Njoo mahali pata msela mwenye nanyoa, mwenye unajua yuko vizuri. Unaelewa? Sasa kama yuko vizuri msela hivyo, kama ananyoa, sasa nakusaidia kwa sababu
una gain vitu fulani hivi napata. Rather than kwamba tu uende shule au utapoteza. Kutenda nywa midoli bro, ukifika huko manywele siko tofauti huko, si kama zile nywele za nyuma utakuwa umenyoa kule madoli kule napata. Vindo langu tu bro hiyo. Noma sana. Bana mtu wangu, kama uko Mtwapa mko Golden Key, hena aje uende mbali usumbuke mbali. Bana Fred anakusort fit sana. Mimi mwenyewe pia hapa ndo maskani kwangu ambapo wananyolewa. Nakwambiaje? Bana Fred, hapa nje kuna vijana wengi hawapendi kujituma yani. Unaweza kuambiaje vijana kama hao? Mimi naomba jamaa tujitume. Kitu muhimu chenye mimi naweza advise wa vijana wenzangu, tujitume. Ukijitolea bro, ile na moyo wako wote, Mungu pia atakubless bro. Ya Mungu. Kila kazi inalipa. Si kwamba eti ni kazi ya kinyozi peke yake. Kuna kazi, kuna watu wanauza manjugu, kuna watu wanauza vitu ndogo tu na inawasaidia kimaisha. Unapata wanalipa rent na wanapata chakula. So muhimu ni kujituma, na ukijitolea pia wewe Mungu atakubless. Lakini kama utajifanya mvivu basi utakuwa wewe utapata madogo na tosi madogo vipanga madogo sio nini, ambao sasa mwisho wa siku utakufa bure ama utasia jela kule. So kitu muhimu vijana mnafaa tujitoe jamaa, tufanye bidii, mwingine mwachie Mwenyezi Mungu bro. Usiweke tamaa. Kila kitu ni polepole bro. Unafanywa majambo zini kinyozi yako toa kitambo ama umekuja tumekupata bahati mbaya? Kwa sababu kweli ndio kinyozi yangu. Kinyozi yako Una muda gani na kinyozi tangu kunyoa? Ama tangu aanze kumjua? Kama miaka 3. Miaka 3? Sure. Wasabu umetoka mbali sana. Umetoka mbali sana. Wangu sana. Sio yule kinyozi mwingine hapa baba. Wewe ni Fred. Kama kinyozi si Fred unyolewi. Yaani baki na afro. Na baki na hizo mpaka time tukimwona Fred ndio ananyolewa. Noma. Bwana usisahau kutune in kwa hustle yangu. Kama kawaida jina langu ni presenter Nicky. Tukutane tena kwenye another episode. This is Tukutane Street. Bye.